Songea chini ya miguu yako Baba, ninasongea Baba, ninasongea Baba, ninasongea chini ya miguu yako Baba, ninasongea. Oh Baba, ninakuabudu Baba, ninakuabudu chini ya miguu yako Baba, ninakuabudu. Oh Baba, nakuinamia Baba, nakuinamia chini ya miguu yako Baba, nakuinamia Baba, nanyenyekea Baba, nanyenyekea chini ya miguu yako Baba, nanyenyekea. Oh Baba, ninakuinua Baba, ninakuinua chini ya miguu yako Baba, ninakuinua. Oh Baba, nakubariki Baba, nakubariki chini ya miguu yako Baba, nakubariki. Father, in the name of Jesus, King of Kings, I bless your name. I adore you, Jehovah God. I give all the glory and honor, Master Jesus, unto thee. Lord of Lords, you gave out your only begotten Son, my Father. He was crucified because of our sins, my Father. And we received our redemption of our sins, my Father. And we praise your name, my God. We adore you, King Jesus. We praise you this afternoon, my Father. We adore you, King of Kings, this evening, my Lord and my Father, because you are Christ, my Father, and you deserve to be worshipped. Thank you, Master Jesus, because of who you are, Jehovah Lord, into our lives. Thank you, King Jesus, for the gift of life you have given to us, my Father. Adonai, we praise you and we adore you. We humble ourselves before thee, Adonai. We surrender unto thee, King of Kings, as we call upon your presence, my God, as we call upon your power, Master Jesus, as we call upon your touch, Adonai, as we call upon your redemption, my God and my Father. Your forgiveness, my Lord and my God, because of our sins, my Father. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, King of Kings, you are highly lifted tonight, my God. Adonai, you are highly lifted tonight, King Jesus. Father, we acknowledge your great love and your care, my Father. Master Jesus, who you are, my God, into our lives, my Father. You are incomparable, my Father. You does, my God and my Lord, Jehovah Master, that which no man can do into our lives, Jehovah Master. Receive all the glory and honor, my Father. This afternoon, my God and my Lord, we are humbled, my Father and my Redeemer, to gather before you, my God and my Lord, Jehovah Lord, and even to humble ourselves before the throne of mercy, Jehovah Lord, King Jesus, because we have seen it good, my Lord and my Father, that we may gather, my God and my Redeemer, into a sanctuary and praise you and worship you, King Jesus, and testify of your goodness, my Father, and glorify you, King Jesus, my God and my Redeemer, because you have filled us, my Lord. You have, Jehovah Master Jesus, supplied us your blessings into our lives, my Father. Adonai, you have, Jehovah Lord, guided our steps, Adonai. King of Kings, you have given us the power and authority, my Father and my God, that may charm our snakes and, my God, even the little things, my Father, my God, that may be, Jehovah Lord, be set as a trap in our feet, my Father. Jehovah King Jesus, you have given us the power and authority, my Lord, that Messiah, they may have not that power to harm us, my Father, my Redeemer. We worship you, Jehovah, and we adore you. We glorify you, King Jesus, because you are Christ, and your power is above all the powers, my God. King Jesus, your power is supreme into our lives, Adonai. We worship you and we adore you, Messiah. We glorify you, King Jesus, and lift your name on high, Jehovah God, because only you alone, King Jesus, you are the desire of our hearts, my God. You are the only man, my God, my Redeemer, who can satisfy our needs, my God. Jehovah Lord, you even knows us more than we knows ourselves, my Father. And we praise your name and lift your name on high, King Jesus. We say thank you, my God and my Father, for this hour, Jehovah Lord, that you have given us
this power, Messiah. You have given us this opportunity, my God. You have given us this grace, my Lord. Under the grace and the power and mercy, my Lord, and your kindness, my Redeemer, that we may sit, your Lord, and hear from you, my God. Receive your word, my Father and my Redeemer, that we shall breathe into our lives, my Father, that has the power to rebuke us, to rectify us, and even to correct us, my Father. We surrender to thee, Jehovah God, that Messiah, you may touch us, that you may heal us, my Lord, that you may revive us, that you may restore us, Adonai, that you may empower us, my God and my Lord, through your word, King Jesus. We shall breathe into our bones, Jehovah Lord, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Tonight we trust and believe in you, my God, that you have promised us the helper, my Lord and my Redeemer, who is the Holy Spirit, Adonai. Holy Spirit, who is our teacher, we love you and we will come in here that you may teach us, that you may guide us, that you may lead us, that you may give us direction in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Adonai, let your power and your presence, Jehovah God, reign into this place, Jehovah Master. King Jesus, we surrender everything unto thee. We surrender everything, my God and my Lord, at your power, that you may reign, my God, that you may take dominion, that Messiah, your will, my Father, my Redeemer, may prepare this house and this house, my Father, even to the lives of those people, my God and my Redeemer, how are together with us, Jehovah Lord, this hour, from wherever they are listening us from, my God, from wherever they are gathered together with us, my Lord and my Redeemer. King Jesus, we surrender each and every one unto your able hands, my Father. King Jesus, that you may open our inner eyes, ears, my God and my Redeemer. We may hear that small whispering voice from above, my God, that we may have the power to understand your voice and your word, my God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we worship you, Jehovah, and we adore you. We lift your name on high, King Jesus, because you are Christ. Adonai, I surrender my life unto your able hand. I surrender my tongue unto your able hands, my God. I surrender my mind unto your able hand, my God and my Redeemer, that you may take away everything, my Lord and my Redeemer, that's from me, my God. King Jesus, take away every command analysis, my Father and my God, Jehovah Messiah, and empower me, Jehovah Lord. Impart to me the power from the leadership of the Holy Spirit, my God, that I may speak as per your word, my God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Give me revelation of your word, my Father and my Redeemer, and the power, Jehovah Lord, to speak according to your will, my Redeemer, in the mighty name of Jesus. Father, we worship and we adore you. Jehovah Messiah, be together with us. Fill us on us, my Lord, and direct us, King Jesus, because you are great and you have the authority and the power of our lives, my God. And it's in Jesus' name we do pray, trust, and believe. Amen. Amen. And we say a big amen in the name of Jesus. Once more time, I greet each one of us from wherever you are, our viewers. And I take this opportunity to welcome you again in this house of the Lord, synagogue, or the house of love, the house of prayer. We are around the roundabout of City Stadium off Modura Road. So be together with us as we receive from the Lord. My name is Pastor Anita, blessed of the Lord, Hunter Reverend Dura Waruige. I welcome you all in the name of Jesus. Our teaching today is from the book of Mark. We are going to teach ourselves from the book of Mark. We are going to teach ourselves from the book of Mark. I believe it's a story which I know majority of us, we know about it, we have heard of it, and maybe you have even talked about it or taught others about it. But one thing I know is that the word of God is new every day, and the word of God is a sword which is sharp in both edges.
So when you hear the voice of the Holy Spirit, don't hearken your heart. Just be a doer of the word of God in the name of Jesus. I'm saved and I love Jesus Christ as my personal Savior. Let's enter into the word of God. Mark chapter 6. We are reading from the book of Mark chapter 6 from verse 25. Mark chapter 5 from verse 25. Mark chapter 5 from verse 25. It's about this woman who had a problem of bleeding, for 12 good years. I believe most of us as ladies, we may be understanding this more than men. Because most of the times it happens maybe when somebody is giving birth, maybe you're pregnant, maybe there's an operation which has been done into you while giving birth, and such like. So sometimes it happens, and it's a very difficult situation. It's a very challenging situation. It does not please. It really challenges. It makes you to miss the peace, to miss love, to miss joy, and even you becomes weak in your body. So let's read and see what happened to this lady. And as you read the Gospels, the 4 Gospel books, that's Matthew, Mark, Luke, and John, it's more emphasizing about the miracles that Jesus was doing before he was crucified, the teachings that Jesus had because before he was crucified. So I believe this is one of the miracles that Jesus did to heal this lady. And most of the miracles which Jesus was doing, majority of the people who were coming across the Lord, they had that great faith. They had the heart of repentance. They had the heart of meekness. They had the heart of humbleness. They were people who really, the time they decide to meet Jesus, they have no another choice. They have no another man to depend on. They have nothing left with them they can look upon. But they just make decisions from their hearts. They just make up their minds. And they say, now, I have one solution. And that is Jesus Christ of Nazareth. I have one thing that remains with me. Just only to confess. Just only to meet Jesus. Just only to be near Jesus. That I may receive the healing that I desire to have in the name of Jesus. So the Bible is telling us this from verse 25. I'm going to use both languages in the name of Jesus, Swahili and English. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years, and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had, and was not better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if I only may touch his clothes, I shall be made well. 29. Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Verse 30.
And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" That one. But his disciples said to him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'" That too. And they looked around to see her who had done this thing. That 3. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. That 4. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace, be healed of your affliction." I'm going to read in Swahili. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita kati ya mkutano kwa nyuma, alingusa vazi lake, maana alisema, "Nikiangusa mavazi yake tu nitapona." 29. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. 30. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akangeuka kati ya mkutano, akasema, "Ni nani aliyenigusa mavazi yangu?" 31. Wanafunzi wake wakamwambia, "Je, waona mkutano wanavyokusongasonga, nawe wasema, ni nani aliyenigusa?" 32. Akatazama pande zote ili amwone yule aliyetenda neno hili. 33. Yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, hakijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamwelezea kweli yote. 34. Akamwambia, "Bidi, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena." Father, in the name of Jesus, we bless your name because of your word, King Jesus. Adonai, only you alone, my God, you deserve to be worshipped. Let your will be done, my Father, into our lives through this word. In Jesus' name we pray. Amen. Our word today is teaching us to repent and have faith. To repent and have faith. Meaning what? That when you repent of anything that you have done against the will of God, when you repent that thing that you have done against the word of God, when you repent anything that you have done against your neighbor, your friends, your parents, your colleagues, in wherever you are working, when you repent, your repentance has to be accompanied by faith. Because when you repent and you don't have that faith, you have been forgiven. You will still maintain that thing in your heart. You will just keep on remembering what you did. But when you repent and have faith, the truth of the matter is that you are forgiven and it shall never be remembered again, and what you have been looking for, or that you have been requesting for, or that you have been seeking for, you have to receive and continue with your journey in your lifestyle. Praise the Lord. The word is telling us this afternoon that if this lady had a problem, she was bleeding non-stop for 12 good years. As we understand, most of the times, when you lose blood in your body becomes weak. And the most of the times, we'll be advised on how to take things or foods that will just add blood into our bodies by the doctors. But this lady, the word is telling us that
she used everything that she had. She used everything that belongs to her. She used everything that has been called by her name, looking for just where to get our body to have that peace, the body to be healed, that the blood can stop bleeding from our body. Meaning she sold everything that she had. Kama ni kuku alikuwa nayo, kama ni ng'ombe alikuwa nayo, kama ni mbuzi alikuwa nayo, hata vitu vya nyumba. Biblia inasema ya kwamba aliteseka kwa matabibu wengi, ishara ya kwamba alienda hospitalini sehemu mbalimbali, akachukua hatua ya kwenda kwa waganga, akachukua hatua ya kwenda kwa watu wanajiita waombaji, akachukua kwa watu ambao wanajiita manabii wa uongo, akachukua hatua ya kwenda kwa watu ambao wanajiita waombezi wa uongo, akachukua nafasi hata ya kwenda kutafuta ni wapi anaweza toa msaada. Na kila wakati anapoenda, Biblia inasema ya kwamba the way she was just going, that's the time everything was becoming worse in her life. Jinsi anavyochukua hatua siku baada ya ingine, wakati anasema hapana, mahali imefikia, wacha hata niuze nguo yangu nipate fedha ndiposa nipate tabibu. Wakati ambapo anachukua hatua kama hiyo, ndio mambo ilizidi kuongezeka, ndio damu iliendelea kuongezeka kutoka katika mwili. Haikuangi ni hali mzuri, ni hali ya kuchukiza. Hata ukipita karibu na watu, wanasikia ukinuka damu, wanasikia ukinuka mtu ambaye ni mchafu. Lakini huyu mama, Biblia inasema ya kwamba aliteseka kwa miaka 12. Aliteseka kwa miaka 12. Na akiwa katika hiyo hali, ndio ameenda kwa mikono mingi, ameguswa na mikono ya kila aina. Pengine amefanyiwa operation mara kwa mara, pengine ameenda amewekelewa mikono, pengine ameenda kwa waganga akapewa dawa za kienyeji, pengine ameenda mahali popote pale ambapo anaambiwa, unajua mara nyingi wanga tunasema kuna mtu ako mahali fulani na wakati nilienda mahali pale nilisaidika. Mwingine anatoka huko anamwambia, mimi nilikuwa hali fulani na wakati nilienda mahali pale kuna mtu muombaji ako mahali pale kwa ile kibanda na vitapasi kwa mahali pale, akaniwekelea mikono, ama akaniambia kunywa chumvi, ama akaniambia kisha kando, nilipata uponyaji. Biblia inasema ya kwamba alisunguka katika sehemu mbalimbali akitafuta ni wapi atapata uponyaji, akitafuta ni wapi atapata amani, akitafuta ni wapi atapata utulivu, akitafuta ni wapi atapata hakika unganiko na wenzake, ni wapi atapata tabasamu, ni wapi atapata furaha tena, ni wapi atapata kuunganika na vitu vyake ambavyo vimeponyoka katika mikono yake, sababu wale ambao alikuwa ndani. Mchana wa leo, wewe na mimi, pengine inaweza kuwa umetoka damu zaidi ya miaka 12. Pengine inaweza kuwa umetoka damu zaidi ya miaka 30. Pengine inaweza kuwa umetoka damu kwa miaka 5. Pengine inaweza kuwa umetoka damu kwa mwaka mmoja. Na kutoka damu huko kuashiria nini katika hali yako ya maisha? Inaweza kuwa kuna jambo fulani ambalo limekusonga kwa miaka. Inaweza kuwa kuna hali fulani ambao watu wanakutambua na kukuitanisha na hiyo hali. Kunaweza kuwa kuna changamoto fulani ambao watu wanakutambua kwa hiyo changamoto na wanajua ya kwamba huyu anakuanga hivi, huyu tumemzoea hivi, hii ni kawaida yake. Mchana wa leo neno limekuja kutuhimiza ya kwamba wakati ambapo tunamtafuta Yesu na kusongelea karibu na Yesu, wakati ambapo tunajua ya kwamba yuko karibu kupita mahali ambapo tuko, na ile hali imetusongea, ile hali imetutesa, ile hali imetupa kilio, ile hali imekutokesha amani, ile hali imeharibu afya zetu, ni wakati wa kuinuka na kutafuta ni jinsi gani utamfikiria Yesu, Bwana Yesu Kristo. Ni jinsi gani utasongea mbele za Bwana, ni jinsi gani utakutana na huyu Yesu Kristo mwana Sarati, ukapata kungusa pindo lake la vazi na ukapokea uponyaji.
mama huyu alitambua wakati alisikia ya kwamba Yesu Mnazareti. Unajua, mara nyingi I believe lazima kuna yule ambaye alitoa ushuhuda karibu na yule mama, sababu ukisoma hapo nyuma pote utapata ni miujiza Yesu alikuwa anatembea akifanya, kutoka kijiji hiki kwa kile kingine, kutoka mji huu kwa mji ule mwingine. Yesu alikuwa anatembea akiponya wenye kupooza, akirejesha hata wenye kufa, akiwapa afya njema waliodhoofika katika afya. So I believe this lady, somebody visited her and gave her testimony to her that there is someone who has the power over all this you have been looking for, over all this you have been meeting. There is one person who has the power. Even when you just meet him, when you just go close to him, when you just touch his clothes, when you just sit near him, you are going to receive your healing. And the time this lady had this testimony, now she made up her mind. Alifanya uamuzi, akasema sasa ni jukumu langu sasa kutafuta ni jinsi gani, kutafuta ni kwa namna gani, ama ni njia gani nitachukua niposa nikapate kumfikia huyu Yesu, niposa nikapate kupokea uponyaji wangu jioni ya leo, ama mchana wa leo, ama adhuhuri ya leo. Ni kwako na ni kwangu kutafuta ni jinsi gani tutaenda kumsongelea Bwana Yesu, ni jinsi gani tutaenda kumkaribia Bwana Yesu, ni jinsi gani tutaenda kupenya katikati ya watu tukapate kupokea kile ambacho kimetusumbua, kile ambacho kimetutesa, kile ambacho kimekuwa tunasema ni kawaida katika maisha yetu, ni kawaida katika ndoa zetu, ni kawaida katika kazi zetu, ni kawaida katika mahali ambapo tumeajiriwa, ni kawaida katika afya zetu. Mchana wa leo neno inatuhimiza ya kwamba ni wakati sasa wa kutafuta ni jinsi gani tunahitaji kusongea kwa Yesu, ni jinsi gani tunahitaji kumwendea huyu Yesu Kristo aliye na uwezo wa kubadilisha, aliye na uwezo wa kurejesha, aliye na uwezo wa kuumba upya, aliye na uwezo wa kuponya, aliye na uwezo wa kuinua tena, aliye na uwezo wa kutawala. Ni jinsi gani tutaenda kumfikia na kupokea kilisho chetu katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni kitu gani umepoteza, haijalishi ni namna gani umeteswa, haijalishi ni majina ya aina gani umeitwa, haijalishi umekuelewa namna gani, haijalishi ni vitu vyako ngapi ambazo yule mwovu shetani ameweka katika 50. Ni wakati sasa wako wa kufanya uamuzi, wa kumake up your mind na to make a step forward that you may meet Christ Jesus who has the power to transform, who has the power to heal, who has the power to restore, who has the power to revive, who has the power to set you free from all the demons, from all the captivities, from all the boundaries of the devil, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Praise the Lord. Haijalishi wamekutambua kwa namna gani, na kwa hiyo hali wamekuita hiyo jina, ama wamekujua kwa hiyo hali kwa kiwango gani. Pengine katika mahali ambapo unafanya kazi watu wamekupa jina, mahali ambapo wewe unafanya biashara yako watu wamekupa jina, mahali ambapo unakaa kwa ploti watu wamekupa jina, mahali ambapo umesaliwa, ama mahali ambapo umeolewa, ama mahali ambapo umeoa watu wamekupa jina, ama mahali katika nchi ambao uko watu wamekupa jina. Adhuhuri ya leo neno inaniambia ya kwamba huyu mama alisahau hayo yote, akasahau hata akaacha kuhesabu yote ambao wamepoteza, akaacha hata kuangalia ni kina nani wanajua ya kwamba ananuka, ni kina nani wanajua anatokwa na damu. Alifanya uamuzi na akasema sasa ni wakati wa kutafuta ni jinsi gani, ni njia gani nitachukua, ni hatua gani nitachukua nikapate kupenya, nikamfikia huyu Yesu, niposa nikapata uponyaji wangu. Praise the Lord. It doesn't matter. It's upon you to make your own decision. It's upon you to make a step forward. It's upon you to make up your mind. Si wakati wa kuangalia ni nani ananijua, ni nani ananiangalia, ni nani yako nyuma yangu, ni nani yako mbele yangu, ni nani yako katika njia, ni nani amekalia kile kiti ambacho nimeambiwa ni changu. Sio wakati huo sasa, ni wakati wa
kutafuta njia, ukiwa umetiwa hekima na Bwana, ukapate kupenya, ukamanuve mpaka ukamfikia Yesu. Na utamfikia namna gani? Wakati ambapo unafanya uamuzi wa kufuata neno lake, wakati ambapo unafanya uamuzi wa kutenda sawasawa na mapenzi yake, wakati ambapo unafanya uamuzi kwa kila wakati kusema ya kwamba yu hai, wakati ambapo unafanya uamuzi na kila wakati hata katika hali ngumu, you just rejoice in him, you just praise his name, you just humble yourself before him, because he has the power, because he's the one who has created you, and he knows every part of your body, he knows every challenge that is on you, he knows your situation, he knows your lifestyle, he knows everything that he has been called by your name, so he has the power to hand over it onto your hands. Praise the Lord. Amen. This lady hakuangalia umati. Biblia inasema ya kwamba ulikuwa umati mkubwa. Na mara nyingi unajua mahali ambapo kuna mambo inaendelea, watu hupenda kusongelea mahali pale sana, wakapate kuona ni nini iko pale, ni nani yako mahali pale, ni jambo gani anafanya, ama ni msaada gani anapeana, ama amekuja kwa kusudi gani. So makutano ulikuwa mkubwa sana. Watu walikuwa wengi sana ambao walikuwa wamemsongelea Yesu, ambao walikuwa wamemsurround Yesu. Lakini yule mama hakuangalia na kuanza kujiuliza maswali, nitamfikia namna gani? Watu ni wengi sana, watanizuia nisimuone, watasikia harufu yangu, watasikia harufu ya damu, watasikia kuoza kwangu. Bali alifanya uamuzi na akasema, sasa ni wakati wangu wa kupokea uponyaji wangu. Kwa hivyo lazima nitumie mbinu, lazima nitumie hekima, lazima niende jinsi ambavyo, kwa njia ambayo imenyoka, nipate kumfikia huyu Yesu. Praise the Lord. Amen. Mwanamke huyu hakwenda akiambia makutano ya kwamba niondokeni nipite, mnajua nimeteseka kwa miaka 12, niondokeni nipite, tafadhali ondokeni nipite. Ni kwa nini wakati ambapo unaambia maadui ama watu ambao wako karibu na wewe, ile hali ambao wako ndani, mara nyingi inakuanga the talk of the day, inakuwa hiyo ndio story. Wengine wanakuwa redio korokocho bila besi, kila mahali unapita wanasema unamuona yule, unamfahamu yule, umemjua yule, umewahi muona yule. Lakini huyu mama alisema, sasa ni mimi na Mungu wangu, ni mimi na hali yangu, ni mimi na mateso yangu, ni mimi na kilio changu, ni mimi na kunuka kwangu. Wacha nifanye uamuzi, nitafute njia. Kwa hivyo mahali ulipo mchana wa leo, ni wewe na uamuzi wako, ukaambia Mungu ya kwamba nimekuja kwako jinsi nilivyo, nimekuja kwako na udhaifu nilio nao, nimekuja kwako na kufungukiwa ambao nimefungukiwa. Hapa ninahitaji kugusa pindo la vazi lako, nikapokea uponyaji mchana wa leo. Amen. Hallelujah. Amen. Watu tumekuwa na magonjwa aina mingi. Yes. We are sick in the spiritual realm. Yes. We are sick in the physical realm. Yes. Ni wakati wako wa kumsongelea Bwana Yesu, sababu yuko tayari. Yesu Kristo, Son of the Most High God. Yes. Aliye na uwezo. Ndio. God of another chance. Yes. The greatest physician. Yes. Our healer. Yes. Our redeemer. Yes. He has the power. Yes. Over everything. Yes. Adui yako na uwezo wa kufunga, lakini hana uwezo wa kufungua. Kila anajua tu Mungu mwenyewe aketie katika kiti chake cha enzi, ako na uwezo wa kufunga na kufungua. Ndio. Adui ya leo, haijalishi ni hali gani, haijalishi umewekelewa nini, haijalishi umeongelewa nini, haijalishi wamekaa katika barasa wakapanga nini kinyume na maisha yako, haijalishi wamekaa katika ofisi wakapanga nini kinyume na ofisi yako ama na kazi yako, haijalishi wamekaa katika kikao cha aina gani wakapanga kinyume na biashara yako, wakapanga kinyume na ndoa yako, wakapanga kinyume na huduma yako, wakapanga kinyume na watoto wako. Ila tu ninajua ya kwamba unapomsongelea Yesu, unapotulia kwa Yesu, unapomtafuta huyu Yesu, yeye ni mwaminifu, atakupa amani, atakupa furaha, atakupa ushindi, atakupa ushindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. This lady
Yes. Alisongelea. Yes. Umati ukiwa mwingi. Akajua tu mimi sitaongea, lakini ile kitu ninajua ni kwamba nikigusa pindo la vazi lake nitapokea uponyaji, sababu najua ya kwamba chote ambacho kimeunganika na yeye ule uwezo uko ndani yake. Chote ambacho kimeunganika na Yesu Kristo kiko na uwezo. Neno la Bwana liko na uwezo. Sauti ya Bwana iko na uwezo. Neno la Bwana liko na uwezo. Sauti ya Bwana iko na uwezo. Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi mwema, sababu anatoka kwake ako na uwezo. Kwa hivyo mchana wa leo unapojiunganisha na neno la Bwana, unapoisikia sauti ya Bwana, unapolitia jina la Yesu Kristo, hilo jina liko na uwezo. Hilo jina liko na uponyaji. Liko na jina liko na mamlaka. Hilo jina liko na neema. Hilo jina liko na kuinua tena. Hilo jina liko na kufungua. Kwa hivyo adhuhuri ya leo, wacha katika kila hali ukalitie jina la Yesu Kristo Mnazareti aliyesulubishwa msalabani. Ni kwa ajili ya hali hiyo ambayo uko ndani. Ni kwa ajili ya hali hiyo ambayo niko ndani. Ni kwa ajili ya mambo ambayo yamekutesa, yamekuhuzunisha, yamekuwa kilio, yalikuwa maumivu. Hakika ninakwambia mchana wa leo, there is power in the word of the Lord, and the Lord himself is the word. So by calling the name upon the name of Jesus Christ of Nazareth, you're going to receive your healing. You're going to receive your mercy. You're going to receive this great care. You're going to receive everything that you desire to have in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Amen. How do we go before the Lord? Yes. How do we touch the garment of the Lord? Yes. How do we touch the garment of the Lord? Yes. By our deeds. Praise the Lord. Amen. By moving according to the word of God. Yes. By meditating upon the law of the Lord. Yes. And what is the law of the Lord? The Lord is the word of God. Hallelujah. Amen. The word of God is God himself. Yes. Praise the Lord. Amen. Wewe unatafakari nini? Kama unataka ukapokee kile ambacho ni tamanio la moyo wako, tafakari kuhusu ukuu wa Bwana. Yes. Tafakari kuhusu neno la Bwana. Yes. Tafakari kuhusu uwezo wa Bwana. Yes. Lakini usitafakari kuhusu mali ulio nao, kuhusu the God Father that you have. Yes. Kuhusu yale ambao unaona na macho ya asili. Bali tafakari wema wa Bwana. Yes. Na Bwana atashuka na kukupa mambo ambao yanadhihirika katika ulimwengu wa kiasili. Amen. Praise the Lord. Amen. Huyo dada alipenya na akafika katika umati na akangusa pindo la vazi la Yesu. Yes. Na hakika kwa kuwa Yesu Kristo mwenye uwezo ambaye ametukuka, yes, na utukufu wake umetanda dunia nzima, yes, akaishi katika mwili wake, yes, ya kwamba kuna kitu imetendeka, yes, kuna nguvu imefungua ndani yake, yes, na akangeuka na kuangalia, yes, na akauliza wanafunzi wake, ni nani amenigusa? Yes. Lakini mwanadamu ni mwanadamu tu. Wanafunzi wake wakiwa katika hali ya mwili, yes, wakaulizana, sasa wewe unajifanya nini? Hauoni vile umati umekusongelea katika wingi hivi? Unawasauliza swali kama hiyo. Yes. Hata mtu akipita anakungusa tu. Hata yes, huyo akipita pande hii anakungusa tu. Yes. Hata mwingine akipita pande hii anakungusa tu. Yes. Ni swali gani ambao unatuuliza? Swali ambao liko na jibu direct. Sababu ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Yes. Sababu ni watu wa mwili na damu kama mimi na wewe. Yes. Ambao mara nyingi huwa tunauliza maswali ya kiufumbavu mbele za Yesu Kristo. Yes. Anatuangalia, anashindwa, hawa watoto wangu, yes, ni nani aliwaroga? Yes. Wanafunzi wa Yesu, yes, walichukua tu kawaida, yes, wakashindwa, yes, ni mzaa ako nayo ama ni nini? Ni nini anauliza hili? Yeah. Kama vile mara nyingi, yes, kama Wakristo, yeah, wakati watumishi wa Mungu wanasimama na kunena, yes, we need to understand ya kwamba, yes, they are just the mouthpiece of the Lord. Yes. Wao wanaachilia kile ambacho Bwana amewatuma wakanene, na wakati wananena wanaondoka. Yes. Sababu wanaponena sio wao wananena, yes, bali ni Bwana ananena ndani yao. Wanafunzi mara nyingi, yes, wao wanachukua ni kama kawaida, ama watu ambao wanaitwa Wakristo, yes, wakati
nakwambia ya kwamba Bwana anasema ya kwamba inawezekana. Wewe unajiangalia kwa hali ile ambayo uko ndani, unajiuliza huyu anajua ile kitu ananena, lakini wakati ambapo unajiuliza swali kama hilo, tayari umezuia ile uwezo, yale mamlaka ambayo yameachiliwa kwa ajili ya kukuweka huru. Yes, amen. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu wakamuuliza, ni jambo gani ili wewe uone vile umati uko mkubwa? Mara nyingi wakati ambapo wanasiasa wameitana, unapatanga watu wamejaa mahali pale, wengine ni waizi, wengine wako kwa biashara zao, wengine hata wanataka wengine nyara, wengine hata wako kwa vituko zao. Sababu ni mahali ambapo watu wametoka sehemu mbalimbali, watu wametoka katika vijiji mbalimbali, watu wametoka katika mikao mbalimbali, na wamekutanika pale kwa sababu tofauti. Wengine wamekuja tu kuona ni nani ameitana mkutano, wengine wamekuja waone tu ni msaada gani inapeanwa, wengine wamekuja tu waone ni nani anakuwa karibu na yeye, wengine wamekuja waone ni nani anasapora kitu kutoka mahali pale. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu walichukua hiyo hali, wakauliza sasa huyu anatuuliza nini? Na vile mkutano uko mwingi, na kwa hali kama hiyo, kuna kule kungusana, kuna kule kusukumana, kuna kule kungusana. Lakini Yesu alijua anamaanisha nini, sababu katika mwili wake halisi kuna kitu kimemtoka. There is that power which has just come out of him. Na akiwa katika hiyo hali, he persisted kuuliza ni nani amenigusa. Na yule mwanamke, sababu hata yeye wakati alingusa the garment of the Lord in her body, alisikia kuna kitu cha utofauti. There is something different that has happened into my body. There is something new. Akajihisi ya kwamba kuna kitu sio cha kawaida. Na kumbe wakati alingusa lile pasi, ile damu ilikauka tu mara hiyo hiyo. Yesu akajua ya kwamba kuna kitu imeendelea. Lakini wanafunzi wake wanaona na macho ya mwili, wanaona tu ni mkutano kawaida, wanaona ni kungusana tu kule kwa kawaida, wanaona ni kusukumana kule tu kwa kawaida. Praise the Lord. Amen. Mara nyingi hiyo ndio hali ambayo tumekuwa ndani kama Wakristo, wakati ambapo Bwana mwenyewe ameachilia nguvu zake kwa ajili yetu, wakati ambapo Bwana ameachilia uponyaji ndani yetu, wakati ambapo ameachilia jambo jipya ndani yetu, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo ameachilia uisho upya ndani yetu, tunafikiria ni kawaida, tunashuka na kukosa kufahamu ya kwamba now is the time to praise the Lord, is the time to glorify him, is the time to humble ourselves before him, is the time now to confess our sins. It's now the time to travel before him. It's now the time to have the heart of meekness. It's now the time to return our clothes and worship him and exalt him and praise his name and testify of his goodness into our lives. Tunapatikana mahali pale tukiwa bado tumechanganyikiwa. Mwanamke huyu wakati ambapo alihisi kuna kitu kipya ambacho kimetendeka ndani ya mwili wake, hofu ilimuingia, alishikwa na kutetemeka. Biblia inasema ya kwamba na Yesu alipomgeuka na kuangalia yule mwanamke, akawa na hofu sana, akashindwa ni nini baada ya haya. Ndio nimegusa pindo la vazi lake, ndio kuna kitu kimetendeka, itakuwa nini baada ya hapa? Ile kitu ambayo inahitajika ni kama nimetenda dhambi, kwa nini nimegusa pasi lake? Ninahitaji sasa kufunjika na kutubu makosa yangu na kumwambia yale nimetenda. Na wakati ambapo huyu mwanamke alitambua hakika ni wakati wa kukiri, ni wakati wa kutubu, alifunjika mbele za Yesu na akamwambia yote aliyofanya. Akamwambia nimegusa, ni mimi nimegusa, ni mimi nimekusongelea, ni mimi nimegusa Bwana wangu, ni mimi nimefanya nguvu ikafunguka kwako. Mungu wangu ni mimi tu, ni mimi tu, akiwa na hofu, akiwa na kutetemeka, akiwa na kunyenyekea, akatubu yote ambao yalikuwa ndani yake. Na Mungu Yesu Kristo akamwambia ya kwamba imani yako imekuponya.
Kenya, ishara ya kwamba uko na kila sababu. Wakati ambapo unasongelea kwa Yesu, unahitaji kutubu, unahitaji kukonfess ni jambo gani ambalo umetenda kinyume na mapenzi ya Bwana Yesu Kristo. Ni jambo gani ambalo umetenda ambalo linamtukuza yeye. Ni jambo gani ambalo umetenda kinyume na mwajiri wako. Ni jambo gani ambalo umetenda kinyume na wateja wako. Ni jambo gani ambalo umetenda kinyume na mtumishi wa Mungu, na hata waumini wenzako, na hata watoto wako, na hata mke wako, na hata mume wako, na hata viongozi ambao uko chini yao, hata wale ambao wewe unaongoza kama kiongozi. Wakati ambapo unatambua ya kwamba kuna kitu ambacho umetenda kinyume, huyu mama alitambua na akavunjika mbele za Bwana, akanyenyekea mbele za Bwana na akakonfess. She is the one who has touched the garment of the Lord, and because of that, because of her confession, the Lord Jesus Christ told her, my daughter, you have been healed. Your faith has made you well. Your faith has given you power. Your faith has healed you. Your faith has restored you. Your faith has revived you. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Praise the Lord. Amen. My dear sister, my dear brother, from wherever you are listening us from wherever you are gathering together with us, and hearing this voice, preach it. Please, this woman has the heart of meekness. Most of the times, we just move, shoulders high, calling ourselves bosses, calling ourselves COCs, calling ourselves all these big names that we want to be identified with. Missing to understand that any time, any minute, any hour, any day that you realize there's something that you have done against your creator. There's something that you have done against any creature that the Lord your God has created. You have every good reason to humble yourself. You have every good reason to humble yourself, and even to repent, and even to confess that your God, that your Father, that your creator may feel mercy on you, may just lift you, may just uphold you, may just lead you, may just revive you, and even bless you, and even lift you all night in the name of Jesus. Amen. Lakini mara nyingi kunakuwa watu wa shingo ngumu, watu ambao tumejawa na kiburi, watu ambao hatuambiliki, watu ambao hatutaki kurekebishwa, watu ambao hatutaki kutubu. Huyu mama alinyenyekea akasema, ni vyema nikafunjike, hata kama hakuna yule aliyejambua ya kwamba yeye ndiye amegusa pindo la vazi ya Yesu. Hakika alienda kwa siri, hakuna aliyetambua ni yeye, lakini yeye ndani ya moyo wake akasawishika ya kwamba kuko na kila sababu ya kutubu, kwa kuwa anastahili. Ameona hakika ako na kila sababu ya kukiri kwa kinywa chake ya kwamba ni yeye, ndiposa akasamehewe na kutembea akiwa huru. Praise the Lord. Amen. Tunamshinda shetani kwa nini? By confessing. By confessing. There is power in confessing. There is power. Amen. There is that power. So this afternoon, my dear sister, my dear brother, from wherever you are, amen, even those who are together with us in the house, amen, this afternoon, the word of God is encouraging us that we may have the heart of meekness, that we may have that heart of confessing our sins to each other, to our bosses, to our families, to our leaders. Haijalishi wewe ni nani. Mara nyingi wakati tunasema ya kwamba hivyo malida wale yo chini yangu ndio wanastahili kuconfess mbele yangu, but you as a leader, you also have the every good reason to confess, so that the Lord your God, who has made you to be the leader, he may just upgrade you, that he may give you another position, that he may promote you. Because if you cannot be trusted in this little thing, you
trusted in big things. Yes. Kwa hivyo katika ule mwanzo mdogo ni vyema kujifunza. Yes. To confess. Ndio. Tuache kujijustify all the time. We like justifying ourselves. Yes. And making us to be holier than thou. There's every good reason. Yes. I do say most of the times. Yes. And I do say to myself. Yes. These small things. Unatazama tu. Unafikiria tu. Unafanya mzaa tu. Yes. Uto tu vitu tudogo. Yes. Tunachukua ya kwamba ni kama si dhambi. Yes. Kwa Mungu hakuna dhambi ndogo na dhambi kubwa. Yes. Kwa hivyo tunahimizwa ya kwamba yes. we have every good reason to confess our sins. Yes. To confess everything that we does against the will of God. Yes. That we does against the word of God. Yes. That we does according or against the instructions of the word of God. Amen. We should not be justifying ourselves. Yes. We should not just calling ourselves, making ourselves to be holier than thou. Yes. There's none who is righteous before the eyes of the Lord. Yes. Only him alone who is in heaven. Amen. Praise the Lord. Amen. This lady, because of her confession, the Lord Jesus Christ called her my daughter. Daughter, daughter, you have been healed. Your faith has made you well. Your faith has made you well. She was very courageous. Yes, he was troubling. Yes, she was fearing. But she had to stand firm. She had to make a declaration. She had to confess what she has done. Yes. That she may receive. Pengine angetoka mahali pale na aseme hakuna haja ya kukiri, ni mimi nimeunguza. Tayari nimeshapokea uponyaji. Tayari nimeshapokea hitaji la moyo wangu. Tayari nimeshapokea kile ambacho nilikuwa nimekosa. Pengine angekosa afike mahali pale ama arudi katika nyumba yake na arejee katika ile hali ambayo alikuwa. Yes. And that's what we need to understand. Tuache ukawaida. Tuache ukawaida. My dear brothers, my dear sisters. Yes. Tuache ukawaida. Tuwe watu wa kutubu. Tuwe watu wa kukubali. Yes. Mwelekeo wa Bwana. Yes. Tuwe watu wa kunyenyekea. Yes. Tuwe watu wa kufunjika. Yes. Let us agree to lay down our crowns. Yes. And worship the Lord our God in truth and spirit. Yes. Let us have the heart of meekness. Yes. Like his servant Moses. Yes. His servant Joshua had another spirit in him. Yes. His servant Daniel was so courageous. When he was talking about the Lord God himself. Yes. So, you as a Christian, don't fear to confess your sins. Don't fear to confess your weaknesses. Yes. Don't fear to confess that challenge you are going through to your maker. Yes. Don't fear to confess that situation which is hurting you to your God. Yes. Don't fear to confess that sickness in your body before the Lord your God. Amen. Who has the power to heal. Yes. In the name of Jesus. Amen. May the Lord our God bless each one of us. Yes. This afternoon. Yes. May the Lord our God give us this compassion. Amen. Of confessing our weaknesses. Amen. Before him. Yes. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Father, we worship you. Lord, we adore you. We praise your name, King Jesus. For you are our healer. Abba, Father, you are great. Our Redeemer, you are great. Our physician, you are great. Wewe ni tabibu wa karibu. Wewe ni msaada wetu. Msamaha wa karibu Jehova. Muweza wa yote Baba yetu. Twaliinua jina lako Baba. Twalitukuza jina lako Masia. Tukizidi kunyenyekea kwako Jehova. Tukizidi kufunjika kwako Baba yetu. Msamaha wetu watoka kwako Jehova. Mara nyingi Adonai,
Mungu uishie milele. Tunajiona kana kwamba tunastahili mbele zako, lakini wewe uliye na uwezo wa kuchunguza ndani ya moyo wa mwanadamu, unapotuchunguza Jehova, unatupata tukiwa watu wenye dhambi mbele zako. Baba, mchana wa leo tunajiachilia kwako Jehova, tunajiachilia kwako Masia, ukatuchunguze mara tena na ukatusamee Jehova, ukatusamee Baba yetu, ukatusaidia kwa kufungukiwa kwetu Baba, kwa imani yetu Baba Jehova, na ukaturejeshe Masia, ukatutia nguvu Masia, ukatuponye Baba yetu, ukatuinue Jehova, ukatuimarishe Baba yetu, ukatusimamishe kwa msingi imara Jehova, usiku na mchana Jehova, tutokapo tuingiapo Jehova, kila mahali Jehova. Let us confess of your goodness, let us confess of your power my God, let us confess of your mercies my God, let us confess of your kindness, your Lord. Let us confess, my Father, my God, because you are God of compassion, my Lord, into our lives, my God and my Father. Lord, we worship and we adore you. We say you are great, my Father. We say you have the power over all the powers, my God. We surrender everything unto thee, my Lord. We surrender, Jehovah Lord, our sicknesses unto thee. We surrender, Jehovah Lord, our families unto your able hands. We surrender, King Jesus, our salvation unto your able hands. We surrender, King Jesus, our Jehovah Master, our pastors, Jehovah Master, King Jesus, our children, the nation of Kenya, my God, the leadership of this nation, my Lord and my Father, unto your able hands Adonai, that Messiah you may forgive us, that you may restore us, that you may revive us, my Father, that you may heal us, your Master, King Jesus, because you have the power and authority in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we worship and we adore you. We give all the glory and honor unto thee, King Jesus, because you are great, my Father, and you deserve to be worshipped, you deserve to be praised, you deserve to be adored, you deserve, my Father, my Lord, to be bound before thee, my Father. Under your feet, my God, we worship you. Under your wings, King Jesus, we are saved. We worship you and we adore you. We say thank you because of your power. We say thank you, my God, because of your presence. We say thank you, your Lord, because of the power of the Holy Spirit. We adore you and we give all the glory and honor unto thee. King Jesus, you are highly lifted on high. Master Jesus, you are highly lifted on high. You are highly lifted on high, King Jesus. You are highly lifted tonight, Master Jesus. You alone, my Father. You alone, King Jesus. You deserve to be worshipped. You deserve to be praised. Receive all the adoration, Master Jesus. Tupe nguvu, tupe uwezo, Mungu wangu, tuguse mara tena katika vinywa vyetu, kwa mawazo yetu, kwa macho yetu Jehova, kwa mili yetu Masia, na ikajawe na kutubu, tukajawe na kutubu Jehova, kutubu Baba kunaotoka ndani ya mioyo yetu, Mungu wangu na Baba yetu, na tunapotubu Jehova, Mungu wangu, tukawe kwa imani Jehova, ambayo inatuwezesha kupokea uponyaji wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe peke yako Jehova, we surrender all to thee, my Father. We surrender all to thee, King of Kings, because you are capable, you are reliable, Master Jesus. You are worthy of all the praises, my God. Let your will be done into our lives. Let your will be done, my Father, into this ministry. Let your will be done, my God, into the life of your servant, Reverend Turo Waringe. Let your will be done, my Father, to every believer, my God and my Lord, in the mighty name of Jesus. Father, we worship and we adore you. We give all the adoration unto thee, King Jesus, because you are worthy. We say thank you, my Father, because of even our viewers, our listeners, my God and my Redeemer, from wherever they are, my God and my Father, in the nation of Kenya, out of this nation of Kenya, my Lord, in different countries, my Lord and my Redeemer. King Jesus, you send a word that healeth our diseases, my Father, King Jesus. This afternoon, my Lord and my Redeemer, we are sending your word, my Father and my Redeemer, to every Jehovah Lord, part of their desires, every want, every need, my God, into their families, into their businesses, into their offices, my Father, King Jesus, into their nations, Master Jesus. Meet them and let your will be done. Let your will be done, King Jesus.
Jehovah, we worship you and we adore you. We say, worthy is your name, Master Jesus, because you are great and you are incomparable to anything, my Father. You are incomparable, King of Kings. Ancient of days, you are incomparable. You were there before my Father. You were there before King Jesus. And you are the same God who is here today. And you are the same God who has to come, my God. We trust and believe in you, my Father. We trust and believe in you, King Jesus. Oh, Jesus, you are great. You are great, my Father and my God. And it's in Jesus' name we do pray, trust, and believe. Can everyone shout a big amen? Amen, amen, amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ of Nazareth and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us today and forevermore. Amen, amen, amen. You can send your offerings through the number run down in our screen there. We also have our till number, which is 51 39 54 3. We also have the M-Pesa number ambao inapita pale chini kwa screen, that is 0722 239 555 0722 239 555. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen. Let's meet in the evening by God's grace. Amina.